Ya, kama kawaida, mimi ni Ano Voice, jitu la mtumba, chuma cha Mjerumani. Tunaendelea tupo kwa tumeishia, na hii ni part 2. Sasa huyu jamaa wakati amefika chumbani akaanza kupekua vile vitu ambavyo yule dada ameviweka. Na huyu jamaa humu ndani alikuja kuiba tu na sio kumfuata yule dada. Akachukua pesa na akaangalia kushoto na kulia, anakuta yule dada hatokee sehemu yoyote ile. Sasa akawa anazihesabu pesa kama za kwake. Na ikabidi sasa asipoteze muda aziweke mfukoni. Yaani pesa zianze kuzoea mfuko kama za kwake. Akachukua na simu, akaziangalia simu, akakuta kweli ni simu nzuri tu. Sasa nazo akaziweka mfukoni. Sasa anarudishia sehemu ambayo amechukua vile vitu, na huyu jamaa na fimbo yake na miwani yake. Yaani humu ndani ameingia kama kipofu, lakini huyu jamaa sio kipofu kama mimi ambavyo naona. Na yule dada yeye anaamini huyu jamaa ni kipofu, anavaa miwani na kuanza kutoka chumbani kule. Sasa ananyata taratibu taratibu. Na yuko makini sana kwenye kazi yake. Kiujumla huyu jamaa ni mwizi. Sasa nafika hapa nashtuka. Sasa kumbe yule dada alikuwa kuoga muda ule. Yaani huyu jamaa anabadilika tena kuwa kama kipofu. Yaani hajui alikuwa anaenda wapi. Sasa huyu dada anamuuliza, "Ulikuwa unaenda wapi kaka?" Anasema, "Mimi nilikuwa nakuangalia wewe kwamba umeenda wapi." Huyu dada anasema, "Mimi nilikuwa kuoga." "Lakini umefikeje huku toka sebleni?" Sasa mshikaji kabidi aseme tu kuwa mimi nilikuwa naenda uani. Sasa kwa sababu wewe ulikuwa huko mbali, nikashindwa namna ya kusema nitakuita vipi. Sasa anasema kwani uani ni wapi? Sasa huyu dada akafikiria, akawaza, huyu jamaa kweli alikuwa anaenda uani kweli? Sasa anamwambia ngoja mimi basi nikupeleke uani, alafu unikute hapa hapa, sawa? Sasa bidi huyu dada sasa fanye hilo jambo la kumpeleka uani huyu jamaa. Akamshika mkono, sasa ikawa mdogo mdogo wanapelekana uani. Huyu dada anasema usiogope, huku ndo uani. Na huku ndiko ambako mimi nilikuwa naoga na kuna bafu huku. Sasa huyu jamaa na yeye anajifanya kama kipofu kweli. Huyu dada akamwambia ingia huko ndo uani, alafu wewe unikute hapa mimi. Yaani huyu dada jamani amekaribisha jaribu humu ndani kiukweli. Tujifunze jamani hata kutoa misaada, sio kila mtu ni kumpa tu msaada. Huyu dada akawa anawaza, yaani mtu atoke sebleni aje mpaka huku alafu yeye ni kipofu. Kwanza huyu dada kaanza kufungua makabati. Je, huyu jamaa hajaniibia kweli? Maana kawa na wasiwasi, hata ungekuwa ni wewe lazima ungeingiliwa na wasiwasi tu. Sasa naangalia nakuta kabati liko vizuri. Huyu jamaa anasema tayari huku dada. Sasa huyu dada ikabidi tena afungue mlango ili sasa mshike mkono, maana huyu jamaa ni kipofu. Yaani huyu dada I say, sijui mimi niseme nini, ila hata we mwenyewe unajifunza jambo hapa. Sasa huyu dada akamwambia naomba upumzike kwanza hapa, alafu mimi nibadilishe nguo. Na hii nyumba ni kubwa sana. Yaani huyu dada ikabidi sasa mwambie kwamba naomba upumzike kwanza hapa, alafu mimi nibadilishe nguo mara moja. Anamwambia usiogope kakaangu, jisikie upo nyumbani tu. Sasa huyu jamaa anakaa kwenye sofa hapa. Yaani yuko taratibu taratibu kweli kama ni kipofu kweli, lakini huyu jamaa ni mwizi mkubwa kweli. Huyu jamaa kawa anamwambia dada nakushukuru sana. Na huyu dada anamwambia usijali. Sasa huyu dada anaenda kubadilisha nguo. Na huyu mshikaji anatoa miwani tena. Yaani anachungulia kinoma noma. Yaani amekuja kuiba hapa ndani lakini anavutiwa na huyu dada. Dada wa watu akawa yuko bize ili abadilishe nguo, lakini huyu jamaa akataka kuchungulia. Na huyu dada si anaamini kwamba huyu jamaa ni kipofu, kwa hiyo anabadilisha nguo hata bila uoga. Sasa huyu jamaa akatoa miwani. Akataka sasa achungulie. Maana amevutiwa sana na huyu dada, na huyu dada hajui bado kuwa huyu jamaa anaona macho vizuri tu. Sasa kijua sijui itakuwaje. Sasa huyu jamaa akawa anachungulia ili aangalie uumbaji wa Mungu. Akawa anashangaa sana kwamba ila mimi ningekuwa sijifanyi kama kipofu, yaani ningemfanya chochote huyu dada. Huyu jamaa karudi tena kwenye sofa pale. Yaani anaogopa kwa sababu akisanukiwa itakuwa ni mbaya hiyo. Ananyenyuka tena ili achungulie. Maana huyu dada amemchanganya, japo huyu jamaa amekuja kama mwizi hapa ndani. Dada wa watu yupo anabadilisha nguo hata hajui kwamba anachunguliwa. Jamaa yani I say, moyo unadundia mgongoni mwanangu. Ni hatari. Huyu jamaa amevua miwani na anachungulia. I say, anawaza kwamba yani ila Mungu wa ajabu yani. Yaani anashituka, kamoyo kanaenda mbio mbio. Sasa anaogopa, sasa kisanukio itakuwaje? Anarudi tena kwenye sofa pale. Anajifanya kama kipofu vile vile. Huyu dada yuko biza anabadilisha nguo kule, na huyu jamaa ikabidi avae miwani ili kuonekana kama yeye ni kipofu. Lakini pia kwa wewe ambaye unahitaji kutangaza biashara yako, nipo mimi Ano Voice, jitu la mtumba, chuma cha Mjerumani. Nitakutangazia biashara yako kwa bei nafuu kabisa na kwa bei ya uhakika zaidi, na biashara yako itawafikia Watanzania wote, na namba ya simu ya kunipigia ni hiyo ambayo inaonekana kwenye kioo chako. Usiogope kunipigia simu. Sasa huyu dada akawa amebadilisha nguo. Akawa anamwambia huyu jamaa kwamba basi naomba usimame ili tuondoke.
Na huyu jamaa akawa anacheka cheka tu, yani na wasiwasi. Na huyu dada bado hajajua kwamba hapa ndani ameibiwa. Yani ameibiwa pesa pamoja na simu. Sasa huyu jamaa naye ana wasiwasi kama ameshtukiwa fulani hivi. Sasa huyu dada akawa anamwambia twende. Na huyu jamaa anajifanya kama kipofu vile. Na mimi kwangu ninaona huyu jamaa sio kipofu. Na huyu dada yeye hajui kwamba huyu jamaa sio kipofu. Sasa wakawa wanaondoka huku wanaongea. Japo huyu dada ana wasiwasi kwa kile ambacho kimetokea. Yani mtu anatoka sebuleni anakuja chumbani alafu ni kipofu kivipi yani? Amepigaje hapa? Huyu dada akawa na wasiwasi na wanatoka ndani. Yani huyu jamaa naye ana wasiwasi. Sasa wakawa wanatoka mpaka nje ya geti. Na huyu dada akiwa yuko makini sana, akawa amemshikilia mkono huyu jamaa ili asiweze kuanguka. Sasa wako taratibu. Huyu jamaa anasema nakushukuru sana dadangu kwa sababu umenihifadhi kwa muda hapa. Na huyu dada hajui kwamba huyu jamaa ni mwizi tu wala sio kipofu. Na huyu dada si hajagundua. Sasa kuna huyu dada mwingine alikuwa anatembea njiani, akawa anakuja kasi. Akawa anashangaa. Mtu ambaye amewahi kumtapeli yupo na rafiki yake au tayari ameshapiga mpigo. Sasa akawa anamwambia, rafiki yangu, mbona upo na huyu kaka, ni patina wako au? Sasa huyu dada anasema nimemsaidia tu kaka, alikuwa anatembea njiani, ni kipofu. Huyu dada anasema huyu jamaa sio kipofu, ni mwizi tu huyu. Huyu dada akasema hapana, maana nimekaa naye kwa muda mrefu humu ndani, hajanifanyia kitu chochote, mbona kibaya? Anasema huyu ni mwizi tu na amewahi kuniibia mimi, alikujaga hivi kama kipofu. Anasema kama amekaa ndani kwa muda mrefu, hebu ukachunguze vizuri, huyu jamaa atakuwa amekuibia. Akasema huyu kaka ni mwizi, ni hatari, atakuwa amekuibia na wewe. Akasema ila mimi sijui. Ni kweli kuna muda nilienda kuoga, alikuwa ananifuata, anasema kuwa alikuwa anaenda uani ila ametoka njia chumbani. Huyu dada rafiki yake akasema wewe mkaka utakuwa umemuibia patina wangu. Sasa huyu rafiki yake anasema wewe ulikuwa unamruhusu vipi mtu kama huyu? Yaani huyu sio kipofu. Akasema sijajua, mimi nilikuwa sijaelewa. Akasema sio kwamba ulikuwa hujaelewa, huyu jamaa bwana sio kipofu. Akasema huyu jamaa mimi ninamjua na sio leo wala jana, na kwangu amekuja hivyo. Akajifanya ni kipofu na akaniibia. Huyu jamaa akasema kwa nini mnanichukuliaje mimi? Sasa huyu rafiki yake akasema wakati anaingia chumbani ulikuwa umeweka nini na nini? Huyu dada akasema niliweka simu, niliweka na pesa. Kwa hiyo mimi sijui kama vipi. Akasema huyu jamaa atakuwa amebeba. Huyu jamaa hawezi kuondoka hivi. Atakuwa amekwapua. Huyu haondoki bila kuleta hivyo vitu vyetu. Huyu jamaa akawa anawaza na ni kweli ameiba. Sasa kwani uongo? Huyu dada akasema akiondoka tu huyu ataenda kumfanyia mtu mwingine huko. Huyu jamaa akataka kujitetea. Sasa rafiki yake huyu dada akatoa miwani kwamba unajifanyia ni kipofu. Sasa huyu akawa anamjaribisha kama kweli haoni. Akasema wewe unajifanya uoni, akampiga usoni. Sasa huyu jamaa akaanza kusema nini hiyo sasa? Nini hiyo? Kwa unanifanyieje hivi? Huyu dada akasema si umeona? Huyu jamaa sio kipofu, ameiba. Yaani huyu jamaa atakuwa ameshakuibia tayari. Hebu muangalie kwanza. Toa fimbo hiyo, alafu atupe vitu vyetu. Huyu macho anaona. Huyu jamaa akasema tatizo nini na wewe dada? Akasema na huyu dada ambaye alikuwa amemsaidia na yeye akapata njia namna ya kuanza kumfesi huyu jamaa, kumshambulia kwa 433. Sasa huyu jamaa si ameingia ndani kwa 442. Sasa akawa anakula na makofi yeye sasa. Kwamba wewe kumbe wewe sio kipofu, unaingia ndani mwangu. Unanidanganya unasema wewe ni kipofu. Sasa rafiki yake akasema huyu jamaa kwa sababu amewahi kunitapeli mimi, simuachi leo. Ni bora nife naye. Yaani huyu analeta vitu vyangu. Sasa ikabidi huyu jamaa kunjwe. Alafu mmoja akaendelea kusachi. Sasa huyu dada ni kweli anakuta kuna simu zake. Jamaa tayari ameshabambwa. Amshikaji akakenya sana. Na wakaendelea kupiga patrol tena, wanakuta tena mfuko wa pili kuna pesa. Na huyu dada anaanza kushangaa. Kumbe wakati ule mimi nipo kuoga lenyewe ndo linaniibia, linajifanya likipofu na limekula na chakula changu kitamu kweli. Yaani we kaka, kwa mimi nakusaidia wewe, kumbe unakuja kuniibia mimi. Huyu jamaa akasema dada, ni maisha tu, unisamee sana. Huyu dada rafiki yake mwingine anamwambia wewe sio hivyo, wewe ni mwizi kila siku. Huyu jamaa ikabidi sasa kimbie. Yaani wakaanza kumtukana kwamba mpumbavu wewe, mkubwa kabisa wewe. Na hawa wadada wakaanza kusema kuwa likaka lizima halitaki kazi, kumbe linawaza uizi tu. Lipumbavu kweli. Na nyuma maiki mimi ni Ano Voice, na kwa wale ambao mnahitaji kutangaza biashara zenu, nipo mimi Ano Voice, jitu la mtumba, choma cha Mjerumani. Nitawatangazia biashara zenu kwa bei nafuu kabisa. Yaani biashara zenu zitawafikia Watanzania wote na watu wote wa duniani ambao wanahitaji bidhaa, na wewe utapata mkwanja mrefu sana. Lakini pia subscribe channel yangu na kubonyeza alama ya kengele na kuwa kwanza kabisa kupata video kali kama hizi. Nimalize na kusema kwamba huu mwaka ni mwaka wa kipekee sana kwa mashabiki zangu wa nguvu. Ninatoa ofa babu kubwa sana.
sana. Yaani kama una biashara, una kipaji chako, tangaza na mimi uwafikie Watanzania wote na watu wote wa duniani ambao wako hai, ili uweze kutengeneza maisha yako ya baadaye. Thank you guys.